Wanawake ambao wanavuja maziwa hali ya kuwa hawanyonyeshi na wala hawana ujauzito, hii huwa ni dalili ya moja kwa moja kwamba huyu mwanamke anaweza akawa anaelekea kwenye utasa. Kuvuja maziwa huwa kunahusiana na viwango vya juu vya hormone ya prolactin, hormone ambayo inahusika kwenye kutengeneza maziwa, na hii hali huwa inaitwa hyperprolactinemia. Viwango vya juu vya hormone ya kutengeneza maziwa kwenye mwili huwa vinaenda kuingilia mawasiliano ya moja kwa moja ya kutoka kwenye ubongo mpaka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Kwenye ubongo kuna sehemu inaitwa hypothalamus na kuna sehemu inaitwa pituitary. Hizi sehemu huwa zinatengeneza homoni ambazo huwa zinatumika kucontrol uzazi kwa mwanamke, hasa upevushaji wa mayai. Kwa hiyo inavyokuwa imetengenezwa kiwango kingi cha homoni ya prolactin, basi huwa inaenda kukata haya mawasiliano. Kwa hiyo hata uwezekano huyu mwanamke kupevusha mayai huwa unakuwa chini. Vivyo hivyo huyu mwanamke anajikuta kwamba kubeba ujauzito inakuwa vigumu. Sasa sio wanawake wote ambao wanakuwa na high levels za hormone ya prolactin huwa wanakuwa na ile dalili ya kutoka maziwa au maziwa kujaa au maziwa kuvuja majimaji. Sio wote. Wengine huwa tunawatambua baada ya kuwafanyia kipimo kutokana na kwamba hawajapata ujauzito kwa muda mrefu. Kutokana na kwamba hakuna upevushaji wa mayai, inakuwa ni vigumu kabisa huyu mwanamke kuweza kubeba ujauzito. Sasa hawa wanawake huwa wanasaidika kwa namna gani? Kuna njia ambazo zinaweza zikawasaidia hawa wanawake kuweza kubeba ujauzito. Kuna njia kama ovulation induction. Huwa tunaenda kutumia dawa ambazo zitamsaidia huyu mwanamke kuchochea upevushaji wa mayai. Ingawa hii njia haina ufanisi sana, hawa wanawake huaga wanashauriwa kuingia kwenye assisted reproductive technologies, hasa kama wana kipindi cha umri wa kuanzia miaka 35 na kuendelea. Hizi njia huwa zinahakikisha mayai machache yanayopevushwa na huyu mwanamke yanarutubishwa na yanatengeneza mtoto. Hizi njia huwa zinatumia dawa, zinatumia artificial hormones ambapo huyu mwanamke atapewa hormone ya follicle stimulating hormone na kufuatiwa na hormone ya luteinizing hormone baada tu ya kutoka kwenye mzunguko wake wa hedhi, ambapo zile hormone zitachochea upevushaji wa mayai na yai litakalopatikana litarutubishwa either kwa kumuingizia mbegu moja kwa moja kwenye mirija yake, njia ambayo inaitwa IUI, au kwa kuchukua lile yai na kulipeleka maabara na kuliunganisha na mbegu za kiume moja kwa moja kwa njia inayoitwa IVF. Ninachomaanisha ni kwamba haya mambo huwa yanahitaji uchunguzi zaidi na njia sahihi zifanyike mapema iwezekanavyo ili kuweza kuokoa uzao wa huyu mwanamke.